Ulianza lini na Kingamuzi kumsimamia? Takriban sasa hivi na mwezi mmoja. Mwezi mmoja. Rasmi. Ilikuwaje ukaingilia kazi ya Ras Comedy? Okay. Mimi ni shabiki wa Kingamuzi. Okay. Sawa, first of all. Lakini mbali kwamba ni shabiki. Kwa kipindi ambacho alikuwa anapitia yale magumu. By that time mimi nilikuwa Korogwe. Ulikuwa Korogwe Manundu pale. Au Korogwe wapi? Sawa, nilikuwa Korogwe huko. Ambapo yeye alikuwepo. Kwa hiyo iliniwia ugumu sana kusikia zile taarifa kwa watu. Lakini mbali na hivyo nilikuwa nakutana na clips mbalimbali. Nikaona kwa nini nisifanye kitu na nina uwezo wa kuweza kumshika shati. Naamini kwamba naweza nisimfikishe huko, lakini at least unaweza kupambana. Naweza nikapambana kwa nafasi yangu. Mwenyezi Mungu amekubariki. Alhamdulillah. Naam. Hongera. Asante sana madam. Na mimi na uhakika atafanya vizuri. Talent anayo, watu wanampenda vile vile. Atazoea maneno. So najua hayaui. Bado naanza. Bado naanza kuona ya kawaida hata yashtui. Yaani hata matusi bado naona hawa nao wameishiwa. Ushaelewa? Kwa Mwenyezi Mungu atamfungulia njia na muombea Kingamuzi. Mimi namkubali. Unajua watu nyumbani lazima tupendane, tukubaliane. Allahumma amin inshallah. Kabisa. Na una plani gani hasa kwa maana my dad always ananiuliza what's your 5 years plan like the real plan, the 5 years plan. So mimi wana plan yangu 5 years, lakini 5 years ni plani yetu. Mungu ana plani yake as well. Unaandika nataka nifanye hiki na hiki na hiki, nikikwama nitafanya hiki, nikishindwa nitafanya hivi. Huwa anakuwa na backup plan. Sure. Plani yako kwa Kingamuzi kwa miaka 3 ijayo hasa, tuangalie 3 sio 5. Ni nini hasa? Safi sana. Swali zuri, nimefurahi sana kusikia. Kwa upande wangu baada ya miaka hiyo inshallah Mwenyezi Mungu akitujalia uwezo. Plani yangu mimi ilikuwa ni kuendelea kumsupport. Haijalishi magumu gani anapitia, tutapitia, lakini nisisikilize ya watu. Inabidi nibane masikio. Yote yanayozungumzwa kama hivyo unavyosema, kwa sababu haikuwa rahisi na sio rahisi from nowhere tu ukachukua kijiti ambacho mtu alikuwa tayari ameshakianza. Kwa hiyo naamini kutakuwa aidha na maneno, lakini mbali na maneno kutakuwa na vitu ambavyo vitatokea vitamfanya kijana ajione labda alikuwa sio sehemu sahihi. Lakini ndugu yangu nikuombe sana nikuombe, kwa sababu na mimi pia ni binadamu, sawa? Kabisa. Nikuombe kitu kimoja ndugu yangu, usisikilize. Kama kweli umeamua tufanye, tumepata baraka zote za wazazi, baba yangu, baba yako, niseme tu kitu kimoja, tufanye kazi. Mengine tumwachie Allah. Inshallah. Ni mipango mizuri sana. Baba yake alikuwa mwanzo anakataa Kingamuzi kwa na Rasco. Ilikuwaje kukubalia wewe kirahisi? Haikuwa rahisi hivi. Haikuwa rahisi kwa sababu kwa mara ya kwanza, sababu ambayo imemfanya baba si ndio kuruhusu kirahisi kulingana na proposal jinsi ilivyoitoa proposal yangu. Okay. Lakini mbali na hivyo alinisisitiza tu kitu kimoja. Ili ufanye vizuri zaidi, usifanye aliyofanya aliyepita. Huenda unaweza usijue ni nini amefanya, lakini jaribu kuulizia kwa watu. Mimi sitakwambia. Maana nikikwambia nitakuwa kama nakugombanisha naye, na jaribu kukujaza sumu. Lakini fuatilia. Ukishajua alipita upande wa kulia, basi upite upande wa kushoto. Kweli.